Karibuni katika simulizi mbalimbali na mikasa. Leo nawaletea sehemu ya mwisho na ya tatu ya penzi la Masai. Sehemu ya pili tumeshia pale babake ya Rehema alipoingia ndani ya nyumba, alimkuta Masai alimkumbatia binti yake. Karibuni kwa kusubscribe na comment tujue kipi kilichoendelea. Asanteni sana. Mzee ndiye babake ya Rehema. Kipindi anapoingia ndani na mkutana binti yake alikumbatiana na Masai, alimpiga Masai kofi. Masai akatoka nje na kukimbia. Yule binti yake akamwambia, ingia ndani ya nyumba. Wewe umekosa nini kwangu mpaka unaenda pendana na mtu ambaye ana uwezo wa kumiliki mali yako, ana uwezo wa kumiliki uzuri wako? Binti yake akamwambia, baba, mimi nimempenda sana huyu kijana Masai. Unampenda aje wakati huyu unamjua na kitu, na wakati huyu siku zote anatamani kurudia kwao? Sasa unampenda aje? Yule binti akasema, baba, nimempenda. Akamwambia, nikikula tena na Masai nitakupiga. Kwanza huyu Masai mwenyewe mimi nitamfukuza hapa, simtaki huyu Masai. Na tawe mzee sasa akamfuata Masai na kumwambia, Masai, umekosa kipi kwangu? Umefanya nini sasa? Masai akamwambia, mzee, samahani, nimepitiwa. Hakuna cha kupitiwa hapa. Na nitakufukuza wewe Masai, ama niambie mzee wako. Masai akamwambia, nisamehe, usimwambie mzee, maana ukimwambia mzee kule itakuwa vibaya. Kama ni kwako mimi naweza nikatoka. Ndio utatoka. Sasa nakupa siku ndogo ambayo utatoka hapa. Mzee Masai akamwambia, sawa mzee, mimi nimekuelewa. Mzee akatoka akanamtazamia kazini. Sasa kipindi mzee alitoka kazini, ndio ile binti yake anamfuata Masai na kumwambia, Masai, mzee alikwambia nini? Akamwambia, atanifukuza hapa. Ndio binti akamwambia, mzee, Masai, twende ndani nikuoneshe. Walifika huko ndani wakafanya ya kwao ya kitandani. Mambo yalikuwa rojo, mapenzi huko moto. Wakamaliza, akamwambia Masai, kuwa na amani, wewe ni mpenzi wangu, wewe ni mume wangu mtarajiwa, mama baba wangu mimi hawezi akaniambia lolote. Masai akamwambia, oh sawa basi, acha nikae, kama mzee wako atanifukuza nitatoka. Akamwambia, mimi hata kufukuza mimi nilipo hapo, akikufukuza mimi na tunaenda pamoja. Masai akacheka akamwambia, sawa bibi, nakusikiliza mama. Watoto tunamwona yule mzee baba yake ya Rehema alipofika huko, akamwambia mke wake, akamhadithia picha yote. Mke wake akashangaa akamwambia, twende nyumbani haraka sana, maana Rehema ataniona. Huyo Masai ni kumfukuza tu, maana ana faida pale, kumbebesha binti yangu mimba tu. Mzee akasema, ndio ni kumfukuza hapa, na atuharibishia mtoto, ana faida kabisa yule Masai. Sasa tunaona upande wa pili wa Masai napo alipokuwa amekuwa kishajitayarisha, akamfanya sinyaleza kwake, akamwita mzee wake na kumwambia, mzee, hapa kisharibuka kishanuka. Mzee akamwambia, shida nini Masai? Akamwambia, mzee, mimi nimefanya kazana wa kadhalika. Mzee akamwambia, umeshakuwa kidume sasa. Masai akasema, mzee, unasemaje? Umeshakuwa kidume sasa. Kwa nini mzee? Akamwambia, mimi nilikuwa nataka siku zote basi uko na mwanamke, uko na mtoto, na wewe mtoto wangu Jasiri. Mzee Masai akamwambia, haya mzee, basi mzee hapa ataka nifukuze. Akikufukuza rudia. Sasa ulifanya nini na binti yake? Akamwambia, mimi nimekuwa nimefanya mapenzi na nini wakazana kadhalika. Kama babake ya Masai ya Jasiri alikuwa akijua picha yote. Unajua tena wazee wa kijiji wanakuwa kwenye tawazao zao wao. Sasa ndio babake ya Rehema na mamake wamerudia, wanamuitisha Masai sasa ndani, wanamwambia, Masai, kuja hapa ndani, tunataka tuongee na mazungumzo na wewe. Masai akasema, sawa, nakuja. Akaangalia na binti Rehema, na binti Rehema kwa sababu mwenye anaishiwa nguvu, na yakafuata. Sasa wanakaa barazani wote wanne, wanataka watano, wanataka sasa wajadiliane wote wanne. Babake ya Rehema akamwambia, Masai, unampenda binti yetu kweli wewe, ama unataka kumchezea tu uende zako? Masai akamwambia, mimi kweli binti yetu nampenda, kwa sababu sijui ni kitu gani ambacho kimenivutia. Mimi nafanya miaka mingi sana sijawahi kukutana na mwanamke, wala sinawahi tabia za wanawake. Mzee akashangaa akamwambia, hapana na Masai, kwa nini unatufuatia binti yetu? Umekosea yani uko ndugu zako wa Masai? Masai akaishiwa, na binti yake akamwambia, baba, unasemaje hapo? Mama, usimsemee. Mama yake akamwambia, funga kinywa, sitaki chochote kutoka kwako, kwa sababu unatuharibishia mtoto na anaweza kuharibisha wewe Rehema wewe. Rehema akaishiwa akamwambia, mama, sio vizuri hivyo. Akamwambia, mniachie mimi mpenzi wangu, maana wewe ndio unishampenda. Masai akakuwa kimya, lakini baba mkwe akamwambia, Masai, sasa wewe nakwambia hivi, unaishi hapa ni mwaka mmoja, mwaka kufuatia unatoka unaondoka, unanisikia Masai? Masai akamwambia, sawa mkuu, mimi nimekuelewa, hata kibidi ta miezi 2-3 naenda kwetu. Akamwambia, sawa, wewe ndio yote ni sawa. Sasa siku zimepita, siku zimepita, miezi imesonga mbele. Sasa Rehema ile akakuwa na mimba, mjamzito. Sasa anakosa wapi ataanza kumwambia baba yake, anakosa wapi ataanza kumwambia mama yake. Wote wamekuwa mpendi Masai hata kidogo kumsikia. Sasa binti Rehema akamfuata Masai na kumwambia, vipi Masai? Masai akamwambia, poa mpenzi wangu, mke wangu. Akamwambia, sasa mimi na mimba hapa ya kwako. Masai alishangaa. Rehema aliwaza Masai ataikataa, lakini anaona alishangaa kumwona Masai akirukaruka akifurahi. Akamwambia, Masai, we mbona unafurahi hivyo? Masai akamwambia, napenda mtoto mimi, kwa sababu huyo mtoto anatoka mbali, hata mzee wangu akisikia atafurahi sana. Rehema akacheka akasema, Masai mama, nimekuwa najiwaza kama utanikatalia mimba, utanikatalia mtoto. Akamwambia, hapana, sema tu tatizo iko kwa baba yako na mama yako. Je, wakisikia kama uko na mimba yangu, unaona kama inakuwa tatizo kweli? Rehema akamwambia, kama wewe tu mpenzi wangu umekubali, hawa wana shida.
Siku zimeenda mbele zikasonga. Sasa siku moja mzee anatoka kazini na mamake. Sasa binti mimba ilikuwa ishaanza kuwa kubwa, akamwambia mama, unajua sasa mimi na shida ile ya kujifungua. Mamake akashangaa sana, akamwambia binti yetu, kumbe una mimba wewe? Akamwambia mimba nani hiyo sasa? Akamwambia Masai. Akasema la Masai sasa hapa alifika mbali kwa binti yangu. Mzee akasara sana, akatoa Masai, wewe unanikosea sana kumbebesha binti yangu mimba Sasa unaona unaibishia kipaji chake binti yake ile. Akamwambia mzee, naomba msamehe, huyu ndio mpenzi wangu nilimchagua, maana mimi nimefanya mambo mengi sana, siko mguruguru, ni mengi umeniambia nimeacha, lakini kwa sababu mimi moyo wangu umetokea nampenda Masai, ni mtu kama wewe mzee. Mzee akamwambia hapana, hata kama bwana hata kama hivi Masai anataka nitakuwa mkwe wangu, haiwezekani hiyo. Ile mama yake naye alikuwa mpole kwa sababu asikia binti yake ashakuwa na mimba. Unajua mchungu wa mwana, unajua ni mzazi na mama yake alikuwa anaona binti yake anazaa, akasema hivi acha tu nimwache, nimpe uhuru ambao ashakuwa mama watoto. Sasa hiyo sasa siku zimesonga mbele, binti Rehema anaenda hospitali kujifungua, amejifungua mtoto wa kike. Masai alifurahi, mama mkwe alifurahi, lakini mzee naye amefurahi, lakini katabasamu kalipotea kwa sababu hakuwa anapenda sana Masai amuoe binti yake, maana mzee kashamchagulia wa vijana ambao wenye pesa zao. Sasa anakuja kushangaa mali yake Masai ndio anaimiliki. Mzee imemuuma sana, aliye akasema hakuna shida hapo, Masai wataleta ng'ombe, hakuna shida tu. Sasa mama yake Rehema au baba yake Rehema akamwambia mzee, muachie tu, maana hapo kisha kuwa unajua kinyi Mungu alipanga, mwanadamu akipangui. Maana Rehema binti yetu amejichunga sana muda mrefu, namjua kama ubinti wa Masai alitokea ni kwa sababu ya mapenzi ya binti yako nyeni. Mzee amekuwa mpole, unaona, akasema hivi mtoto wangu ashazaa, acha nimkabidhi tu Masai, ikibidi ina budi. Sasa siku moja mzee akamwambia Masai, hivi sasa wewe ushakuwa mkwe wangu, inabidi sasa umpigie mzee kule umwambie. Sasa Masai akamfanya system zake, akamita mzee wakaongea na mkwe wake, yani mzee kwa wazee wanaongea, wakakuwa sasa wa ndugu wa rafiki. Baada ya miaka imesonga mbele huko, Masai mtoto wake amekuwa wa kike. Masai amefurahi. Sasa mzee akamwambia Masai, hapa mimi nataka nikupatie nyumba, gari. Masai alifurahi, akasema mzee, utakuwa umenisaidia sana. Ule Masai ukandona mtoka hivyo huyo kijana. Palipita mamiaka kabisa na wakazalika, mtoto alikuwa sasa binti ambaye sehemu nyingine tutakuja kumsimulia. Msikose kutusubscribe na comment ili mfuatilie mikasa nyingi ambayo tunaowaletea kwa muda na dakika. Asanteni sana na kwaheri.